a superwoman. I'm a superwoman. Hey, superwoman. 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 Kwa majina anajulikana kama Edita Paulo Tesha, ila kwa wengi wamenizoea kama Mama Asia. Ni mjasiriamali anayekuwa katika upande wa ufugaji wa kuku. Hasa sasa hizi nimebezi sana kwenye kuku wa mayai. Mimi kwa upande wangu wa ufugaji nilianza mwaka 2021 mwezi wa 6, ambao nilianza na kuku chotara 50. Mpaka sasa hivi namshukuru Mungu nilipofikia na uwezo wa kumudu kuku 2500 wa mayai. Kwa changamoto nilizokutana nazo kwenye swala zima la ufugaji, nimekutana na changamoto nyingi, hasa hususani magonjwa. Mwanzoni nikiwa ninaanza nilikuwa sina elimu kuhusu ufugaji. Nilianza tu kama mama wa kawaida, kama tunavyofuga kuku wa kienyeji, kuku wa kisasa, ambapo kwa sasa tuna msemo ambao unasema fuga kuku, acha kuishi na kuku. Nilichofanya, changamoto nilizipata. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni ugonjwa. Ugonjwa ulioniulia kuku wengi ni typhoid. Kati ya bati niloingiza ya kuku 80 walikufa kuku 30. Bado sikukata tamaa. Kama mwanamke niliinuka, nikakumuta vumbi, nikasonga mbele. Mpaka saa hizi na uwezo wa kuweka kuku 2500 wa mayai, ukiacha na machotara. Kuelekea siku ya wanawake duniani, ningependa kuwashawishi wanawake wenzangu wajasiriamali wanaokuwa. Kitu cha kwanza katika mjasiriamali, hautakiwi kukata tamaa. Hautakiwi kukata tamaa, hatakiwi mtu kukusitisha ndoto zako, kwa sababu kama mimi mwanzoni nilikuwa nimeajiriwa, lakini nimeacha kazi, nimefanya hii ndio kazi yangu permanent. Yani nikiamka asubuhi, nikishamaliza majukumu yangu kama mama, maana muda wangu wa kuamka ni saa 11, ili niweze kutimiza majukumu ya familia kwa ule muda wa asubuhi. Nikishamaliza saa 12:30 unanikuta bandani, kwa sababu humu ndo ofisi yangu. Mazingira, yani maisha kiujumla yamebadilika. Sio kama zamani wazazi wetu sisi waliotulea kwamba mwanamke anabaki nyumbani afu mwanaume ndo anaenda kutafuta. Lakini nikija kwa upande wa kazi yangu mimi, mwanamke unaweza kubaki nyumbani lakini bado ukawa unatengeneza kipato, kwa sababu nikipiga kwa hesabu yangu, nikishare na nyie experience kidogo, natengeneza almost 2 milioni. Hiyo ni faida kwa mwezi na bado niko nyumbani. Kwa hiyo unaweza ukakaa nyumbani, una mradi wako, ukatengeneza fedha zaidi ya yule mwenzio anayetoka nje. Kwa hiyo ningependa nione wanawake wengi wanaendelea au wanajikita kwenye ufugaji, hasa wa kuku kama mimi, kwa sababu ukiangalia kweli nikisha na nyenye ni mafanikio mengi nimepata kupitia mradi, kupitia kuku. Japo nilianza na kuku 50, ila kwa sasa na kuku 2500 wa mayai. Kwa hiyo sio tu aliyeko mjini anaweza, hata wewe wa kijijini unaweza, ila unazingatia kuku wanavyotakiwa kutunzwa.